Alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Quran, katika surati At-Talaq aya ya 3 au aya ya 2 mpaka ya 3, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Katika aya hii kuna mambo mazito ambayo yanaleta kwa mwanadamu matumaini, lakini inatakiwa tuzingatie, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakusema waman kana dhakiyan au ghaniyan au sahiba mal au sahiba nufudh. Hakusema mtu mwenye akili nyingi au mwenye utajiri mkubwa, mwenye jeshi labda au watu wengi, mwenye hili na lile, lakini alichokitaja hapa kafungua mlango kwamba mwenye ucha Mungu. Kwa hivyo furaha haiji ile ya kweli iliyotimia isipokuwa uwe na ucha Mungu, na kaeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala masharti. Hapa kuna ahadi, halafu kuna kutekeleza ahadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anajua sisi binadamu tunapata dhiki za nafsi, mioyo inajaa vitu vizito, au tuna humumu kwenye vichwa vyetu, au riziki zinatupa tabu, lakini ametaka kutupa riziki za salama na kuondoa kero ambazo zipo ndani ya vifua, na vile vile kutuletea maisha yaliyo bora. Kwa hivyo wadi anaotoa Allah Subhanahu wa Ta'ala una sharti. Sharti lenyewe kwanza iwe ana ucha Mungu, hakimbilii isipokuwa kwa Allah kwanza, ndiyo asbabu zinakuja baadaye. Lakini ikiwa ukizifanya asbabu ndiyo bora zaidi na ukaacha kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukawa umekita kwenye maasi, utakachokipata ni cha kawaida, lakini kutokana na zile asbabu. Wakati mwingine unakosa asbabu, na asbabu huwa zimewekwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yeye inawezekana hizo sababu zako zikuletee hilo jambo unalolitaka, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akakuletea kwa njia ambayo hukutegemea. Kwa hivyo ahadi ya kwanza, yaj'al lahu makhraja, anamuondolea mtu dhiki na anamruzuku, na anamuondolea mtu akiwa na maradhi, anamuondolea maradhi, deni anamuondolea deni aliyokuwa nalo, na ikiwa amechanganyikiwa na maisha vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala anamtengenezea njia iliyo bora. Halafu akatoa waadi wa pili. Waadi wa pili, ahadi yake ya pili, wayarzuku min haythu la yahtasib, anamruzuku kwa njia ambayo hakuitegemea. Wewe unaweza kuwa unafanya kazi basi unategemea upate mshahara, au unafanya biashara unategemea upate faida, au una utaalamu wako ukautumia utaalamu wako ili ulipwe au upate fedha katika jambo, au una njia moja katika njia za kutafuta hiyo riziki, lakini zote hizo zikawa hazikutoshi wala hazikidhi hiyo haja yako unayotaka. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ukamcha Mwenyezi Mungu, ukamtegemea Allah, ukafanya hizo asbabu, alafu Allah Subhanahu wa Ta'ala akakupa kwa njia ambayo hukutegemea, akakupa mipango ya haraka mipya, na akakuruzuku kwa njia ambayo hukuijua na hukuifahamu mwanzo. Na vile vile tufahamu kwamba tunasoma katika aya hizi kwamba mwenye ucha Mungu hauondoi balaa, bali unaifanya ile balaa lile linafikia mwisho wake na athari yake inakuwa ni ndogo, au haiondoi dhiki, bali ile dhiki inaendelea
katika dhiki hiyo inakuja faraja. Ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuumba, kwamba sisi tupo katika nyumba ya ibtilaat, ya mitihani. Kwa hivyo mitihani lazima tuipate. Kwa hivyo riziki inapatikana pamoja na mitihani, lakini ikiwepo ucha Mungu, ile mtihani unakuwa mwepesi. Na vile vile tufahamu kwamba sisi tunapomcha Mwenyezi Mungu tunapata thawabu nzito na tunajikaribisha kwake, na tunapata kitu kinaitwa maiyatullah, ukaribu na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sote tukae tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala an yaj'alana minal muttaqin wa an yaj'ala lana min kulli hammin farajan wa min kulli dhayqin makhrajan.